Neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu ni taa inayotuongoza kwenda mbinguni. Inatuonyesha ni jinsi gani tuweze kuishi maisha ya hapa duniani, tuweze kufikia ule ufalme wa mbinguni. Ndio maana tunasema neno la Mungu ni taa. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa maana mtu hawezi akaenda kwa Baba pasipo kupitia yeye. Ukitaka kumuona Mungu lazima upitie katika Yesu Kristo, kwa maana yeye ndiye pekee aliyejitoa kwa ajili ya dhambi zetu. Zamani nilipokuwa nikisikia kwamba njia ni nyembamba, nilikuwa nikisema watakaoshindwa kupita hiyo njia basi ni wazembe. Wataona njia iliyopana ndiyo njia nyepesi, ni mtelezo kama lami, na watapita kwa urahisi. Lakini kumbe njia ni neno la Mungu. Baba mmoja, nafsi moja, imani moja, mwili mmoja katika Kristo, ubatizo mmoja. Hatuna batizo 3 wala 2, lakini tuna ubatizo mmoja tu tunaotambua katika Biblia, nao ni ubatizo katika jina la Yesu Kristo. Lazima tubatizwe katika jina la Yesu Kristo kwa sababu alisema yeye ndiye njia ya uzima na kweli. Mtu hawezi kuja kwangu mtu hawezi kwenda kwa Baba pasipo kupitia kwake. Lazima tupitie kwa Yesu, tumwamini yeye katika roho na kweli, na hapo ndipo tutakapoweza kuulisi uzima wa milele. Amonaye yeye amemuona Baba. Yesu alipokuwa akiondoka alisema mkawafanye mataifa mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini akamkabidhi Petro funguo, akamwambia utakalo lifungua duniani na mbinguni limekwisha funguliwa. Lakini pia akawaambia ninayoyasema katika giza enendeni mkayaseme katika nuru, kwa maana neno la Mungu limejaa mafumbo. Na Petro baada ya kukabidhiwa funguo, alipokuwa akihubiri ile siku ya Pentekoste, ndipo watu walipomuuliza tutendeje sasa. Katika Matendo ya Mitume 2:38 akawaambia enendeni, tubuni dhambi zenu, mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Petro kwa sababu alipewa funguo, na neno la Mungu linadhihirishwa na mitume na manabii. Neno la Mungu kuna maneno aliyowaambia mitume katika giza, siri, kwa sababu Biblia ni siri, ni uvuvio wa Roho Mtakatifu. Lakini Petro kwa kuwa aliambiwa kwamba nimekupa ufunguo wa mbinguni, nimekupa ufunguo, utakalo lifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Na funguo ni neno la Mungu, na neno la Mungu limeandikwa katika mafungu. Ndio maana Petro akagundua huyu Baba ni nani, Mwana ni nani. Kumbe ni kitu kile kile, ni Mungu yule mmoja, yeye yule jana leo na hata milele. Naye amesema tukawabatize kwa jina. Petro akagundua hizi kumbe Yesu alipokuwa anaondoka alitaja sifa katika utendaji kazi, ila yeye ni mmoja akizifanya kazi zake katika nyakati tofauti tofauti. Sasa ndipo tunaona Yesu mwenyewe akijitambulisha akisema mimi nimekuja katika jina la Baba yangu lakini hamkunipokea. Yesu mwenyewe anajitambulisha kwamba amekuja kwa jina la Babake. Sasa huyo Babake ni nani? Huyu Babake ni Mungu. Kumbe jina la Yesu, jina la Mungu ni Yesu. Na ndio maana Petro sasa baada ya kuyagundua kwamba zile ni sifa ambazo aliwaambia mkawafanye mataifa mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Petro hapa sasa anawaambia watu tubuni dhambi zenu mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Imani moja,
Baba mmoja, nafsi moja, ubatizo mmoja. Hatuna batizo tatu, hatuna ubatizo katika majina matatu. Tunaposema tunabatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tunamfanya yeye kuwa Mungu wa tatu wakati yeye ni Mungu mmoja. Ninaapa kwa nafsi yangu, Mungu mmoja, Baba mmoja, nafsi moja, mwili mmoja katika Kristo. Na kila anayetaka kumwona Mungu lazima apitie Kristo, maana yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Kwa Petro akawaambia wanafunzi wake wakabatizwe katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye alikabidhiwa zile funguo. Na mitume na manabii ndio wamepewa zile funguo za kuweza kulifungua neno la Mungu kwamba hapa lina maana gani. Na ndio maana tunamuona hata Paulo alipokuwa na wanafunzi aliwauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu? Wakasema la, hata kusikia kama kuna Roho Mtakatifu. Je, mlibatizwa ubatizo gani? Wakasema tulibatizwa ubatizo wa Yohana. Naye akawaambia ule ubatizo ulikuwa ni wa toba tu, akiwaambia wamwamini yeye ajaye nyuma yake, yaani Yesu Kristo. Na hata walipoyasikia hayo wakabatizwa katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ndiyo ubatizo pekee tunaostahili kubatizwa. Lazima tubatizwe katika jina la Yesu Kristo. Na kisha baada ya hapo utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, na si kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Zile ni sifa katika utendaji kazi, kila sifa ikitenda kazi kwa nyakati yake. Baba muumba, Mwana baada ya kuona sasa kizazi hiki kinateketea kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu, akamwambia Nuhu atengeneze safina na akauteketeza ulimwengu. Sasa hapa akaamua kuja yeye katika umbo la kibinadamu, akamtuma malaika Gabrieli, enenda ukamwambie Mariamu, nawe utachukua mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu na utazaa mtoto, jina lake utamuita Yesu. Naye akachukua mimba kweli, akazaa mtoto akamuita Yesu. Na Yesu mwenyewe sasa anajitambulisha yeye mwenyewe kwamba mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu. Kumbe lile jina Yesu ni jina la Mungu. Mungu jina lake ni Yesu, yeye ni mmoja, anafanya kazi katika umoja. Kwa lazima tubatizwe katika jina la Yesu Kristo, ndio ubatizo pekee, tena ubatizo wa maji mengi. Katika Biblia tuna ubatizo mmoja tu. Hata Yohana alipokuwa akibatiza kule Ainon kulikuwa na maji tele. Biblia ndivyo inavyotuambia. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10:47 hadi 48, tunaona pale watu wamebatizwa kwa maji mengi. Tumeoshwa miili yetu kwa kunyunyiziwa Roho Mtakatifu, si kwa paji la uso, lakini tumeoshwa miili yetu ili kupata ondoleo la dhambi, ikiwa na maana ya kufa na kufufuka. Lazima uzikwe na kisha ufufuke kama yeye atakavyokuja kutufufua ile siku ya mwisho. Baba mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Hata tunapoomba kitu uweze kwamba tunaomba kwa kusema katika jina la Yesu Kristo, ewe pepo toka. Ndio maana tumepewa hata mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge kwa jina lake, kwa sababu yeye anazifanya kazi za Baba yake. Amekuja katika mwili kutukomboa ulimwengu, akajipa jina la Yesu Kristo, mpakwa mafuta, mtu aliyevuviwa Roho Mtakatifu. Biblia nzima ni uvuvio wa Roho Mtakatifu. Yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Lazima tumtumaini yeye katika kweli. Amini, amini, yeye alisikiaye neno langu na kulitii ana uzima wa milele, maana yeye ndiye njia ya kweli
na uzima wa milele. Neno la Mungu ni taa inayotuongoza tuishije hapa duniani ili tuweze kuulisi ufalme wa mbinguni kwa kuwasikiliza mitume na manabii, kwa sababu sisi tumejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Paulo alikuwa ni binadamu, lakini ni binadamu aliyevuviwa Roho Mtakatifu. Mungu alizifanya kazi kupitia yeye, akijidhihirisha ndani ya mwili wa Paulo kwamba ni yeye mwenyewe akilidhihirisha neno lake kwa watu ili wenye kuliamini waliamini. Akijidhihirisha kwa Petro, akapewa funguo atakalolifungua duniani na mbinguni limefunguliwa. Na kwa kuwa Petro sasa alipewa zile funguo, kwa kuwa funguo ni neno la Mungu, ndipo anaitambua sasa siri hii kwamba kumbe Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe katika sifa za utendaji kazi. Roho Mtakatifu ni Mungu ndani yako. Baada ya kubatizwa sasa anakuja kukubadilisha matendo yako kutoka katika hali ya kidunia, sasa umtumikie katika roho na kweli. Sasa ndugu yangu, ni wakati wa kufanya maamuzi. Tuna Baba mmoja, Roho mmoja, Mungu mmoja, imani moja, yeye ni mmoja, nafsi moja, ubatizo mmoja. Hatuna batizo nyingi, hatuna majina matatu, tuna jina moja. Yeye jina lake ni Yesu Kristo. Mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu, lakini hamkunipokea. Yesu anajitambulisha waziwazi kwamba amekuja kwa jina la Baba yake, na Yesu alivyoondoka alisema mkawafanye mataifa mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Baada ya kusema jina akatamka sifa. Zile ni sifa kama mimi ninavyoitwa Rugesha, mimi ni Baba, mimi ni Mwana, Roho Mtakatifu ndani yangu akizifanya kazi. Zinaweza zikawa ni kazi za Ibilisi ama zikawa ni kazi za Mungu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe ndani yako sasa akikubadilisha yale matendo yako yamwelekee yeye, kukutoa katika yale mawazo machafu uliyokuwa ukiyawaza ya kidunia. Anakuweka sasa katika hali ya utakatifu kwa kulisoma neno lake na maombi. Ndugu yangu, fanya maamuzi. Hatuna batizo mbili, sijui batizo wa maji madogo. Tunao ubatizo mmoja tu katika jina la Yesu Kristo, tena kwa maji mengi. Yeye aliaminie neno lake, na kuliamini neno la Mungu ni kuiamini Biblia. Biblia inasemaje? Kwa maana hakuna unabii upatao kufasiriwa katika Biblia. Neno la Mungu litabaki kama lilivyo. Petro mtume ni Mungu ndani yake akizifanya kazi, ndio maana anatuambia tukabatizwe katika jina la Yesu Kristo. Paulo ni Mungu ndani yake akizifanya kazi zake, akizidhihirisha kwa wanadamu. Na Bwana awabariki sana.